Alizaliwa tarehe 2 Septemba 1992 nchini Argentina na alianza soka akiwa mdogo kabla ya kujiunga na Arsenal nchini England. Kwa miaka mingi alikuwa kipa wa akiba, lakini hakukata tamaa. Aliendelea kufanya kazi kwa bidii hadi alipopata nafasi ya kuonyesha uwezo wake. Mwaka 2020 alihamia Aston Villa na hapo ndipo kipaji chake kilianza kung'aa. Mwaka 2021 aliisaidia Argentina kushinda Copa America akifanya save muhimu na kuzuia penalti. Mwaka 2022 alikuwa shujaa wa Argentina katika Kombe la Dunia Qatar, hasa kwenye penalti dhidi ya Uholanzi na fainali dhidi ya Ufaransa. Leo Emiliano Martinez anatambulika kama mmoja wa makipa bora duniani kutokana na uokoaji wa penalti, ujasiri. Je, unamfahamu Nahuel Molina? Nahuel Molina alizaliwa tarehe 6 Aprili 1998 nchini Argentina. Alianza kucheza soka akademi ya Boca Juniors, mojawapo ya vilabu vikubwa nchini humo. Baada ya kucheza nchini Argentina, alihamia Ulaya na kuonesha kiwango kizuri akiwa Udinese nchini Italia. Mwaka 2022 alijiunga na Atletico Madrid ambako aliendelea kukua chini ya kocha Diego Simeone. Molina anajulikana kwa kasi yake, uwezo wa kushambulia, kutoa krosi nzuri na kuzuia mashambulizi ya wapinzani. Kombe la Dunia 2022 alikuwa sehemu muhimu ya kikosi cha Argentina kilichotoa ubingwa wa dunia, akafunga bao dhidi ya Uholanzi katika hatua ya robo fainali. Leo Nahuel Molina ni beki wa kulia anayeaminika katika timu ya taifa la Argentina. Je, unamfahamu Cristian Cuti Romero? Alizaliwa tarehe 27 Aprili 1998 nchini Argentina na alianza safari ya soka ikiwa na klabu ya Belgrano. Baadaye alihamia Italia ambako alicheza na Genoa na Atalanta, akijulikana kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba. Mwaka 2021 alijiunga na Tottenham Hotspur nchini England na kuwa mmoja wa mabeki bora wa ligi kuu ya England. Romero anajulikana kwa ukabaji mkali, usomaji mzuri wa mchezo na uongozi katika safu ya ulinzi. Katika Copa America 2021 na Kombe la Dunia 2022, alikuwa nguzo muhimu ya ulinzi wa Argentina na alisaidia timu kutoa mataji yote mawili. Mwisho, je, unafikiri Cristian Romero ni miongoni mwa mabeki bora wa dunia? Andika maoni yako. Je, unamfahamu Lisandro Martinez anayejulikana kwa jina la The Butcher? Alizaliwa tarehe 18 Januari 1998 nchini Argentina. Alianza safari yake ya soka katika klabu ya Newell's Old Boys kabla ya kuhamia Defensa y Justicia. Mwaka 2019 alijiunga na Ajax Amsterdam nchini Uholanzi ambako alionyesha uwezo mkubwa wa kukaba na kucheza mpira kutoka nyuma. Mwaka 2022 alisajiliwa na Manchester United na haraka akawa mmoja wa mabeki muhimu wa timu hiyo. Lisandro Martinez anajulikana kwa ukabaji mkali, pasi sahihi na moyo wa kupambana hadi dakika ya mwisho. Pia alikuwa sehemu ya kikosi cha Argentina kilichoshinda Kombe la Dunia 2022. Leo Lisandro Martinez ni mmoja wa mabeki wa kati wanaoheshimika zaidi duniani kutokana na ujasiri wake na uwezo wake wa Nicolas Tagliafico, beki wa kushoto wa chuma wa Argentina. Je, unamfahamu Nicolas Tagliafico? Alizaliwa tarehe 31 Agosti 1992 nchini Argentina. Alianza safari yake ya soka katika klabu ya Banfield ambako alionyesha uwezo wake mkubwa ikiwa beki wa kushoto. Baadaye alijiunga na Ajax Amsterdam nchini Uholanzi, akisaidia timu kushinda mataji kadhaa na kujijengea jina Ulaya. Mwaka 2022 alihamia Olympique Lyon nchini Ufaransa ambako aliendelea kuwa mmoja wa mabeki wa kushoto wanaotegemewa. Tagliafico anajulikana kwa ukabaji mzuri, kasi, uwezo wa kupanda kushambulia, kupiga krosi sahihi na moyo wa kupambana hadi dakika ya mwisho. Katika Copa America 2021 na Kombe la Dunia 2022, alikuwa sehemu muhimu ya safu ya ulinzi ya Argentina iliyoshinda mataji hayo mawili.
Leo Nicolas Tagliafico ni mmoja wa mabeki wenye uzoefu mkubwa katika timu ya taifa ya Argentina na mfano wa kujituma na nidhamu. Mwisho. Je, unafikiri Nicolas Tagliafico ni mmoja wa mabeki bora wa kushoto duniani? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Leandro Paredes? Alizaliwa tarehe 29 Juni 1994 nchini Argentina. Alianza safari yake ya soka katika klabu ya Boca Juniors, ambako kipaji chake kilianza kung'aa akiwa kiungo. Baada ya mafanikio nchini Argentina, alihamia Ulaya na kucheza katika vilabu kama Roma, Zenit St. Petersburg, Paris Saint-Germain, PSG na Juventus, akijenga uzoefu mkubwa katika ligi za juu barani Ulaya. Leandro Paredes anajulikana kwa pasi zake sahihi, uwezo wa kutuliza mchezo, kupora mipira na kuongoza safu ya kiungo kwa utulivu na akili kubwa ya soka. Katika Copa America 2021, Finalissima 2022 na Kombe la Dunia 2022, alikuwa sehemu muhimu ya kikosi cha Argentina kilichoshinda mataji hayo makubwa. Leo Paredes ni mmoja wa viungo wenye uzoefu mkubwa wa Argentina, anayesaidia timu kudhibiti mchezo na kuanzisha mashambulizi. Mwisho. Je, unafikiri Leandro Paredes ni mmoja wa viungo bora wa Argentina? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Alexis Mac Allister? Alizaliwa tarehe 24 Desemba 1998 nchini Argentina. Alianza safari yake ya soka katika klabu ya Argentinos Juniors, ambako alionyesha kipaji chake akiwa kiungo mahiri. Baadaye alihamia Brighton and Hove Albion nchini England na kuwa mmoja wa viungo bora katika ligi kuu ya England. Mwaka 2023 alijiunga na Liverpool FC, ambako aliendelea kuonyesha uwezo wake mkubwa wa kuchezesha timu. Alexis Mac Allister anajulikana kwa pasi sahihi, utulivu akiwa na mpira, uwezo wa kufunga mabao muhimu na kusaidia timu kushambulia na kujilinda. Katika Kombe la Dunia 2022, alikuwa mmoja wa viungo muhimu wa Argentina. Alitoa pasi ya bao katika fainali dhidi ya Ufaransa na kusaidia Argentina kutwaa ubingwa wa dunia. Leo Alexis Mac Allister ni mmoja wa viungo bora duniani na nguzo muhimu ya timu ya taifa ya Argentina pamoja na Liverpool. Mwisho. Je, unafikiri Alexis Mac Allister ni mmoja wa viungo bora duniani? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Enzo Fernandez, mmoja wa viungo bora wa Argentina kwa sasa? Enzo Fernandez alizaliwa tarehe 17 Januari 2001 mjini San Martin, Argentina. Alianza safari yake ya soka katika akademi ya River Plate, ambako kipaji chake kilianza kung'aa. Baadaye alihamia Benfica ya Ureno na kuvutia vilabu vikubwa vya Ulaya kutokana na uwezo wake mkubwa wa kucheza katikati ya uwanja. Mwaka 2023 alijiunga na Chelsea FC, ambako ameendelea kuwa mhimili wa safu ya kiungo. Katika Kombe la Dunia 2022, Enzo alikuwa mmoja wa nyota wa Argentina na alisaidia timu kutwaa ubingwa wa dunia. Kwa kiwango chake bora, alitunukiwa tuzo ya mchezaji bora kijana wa mashindano. Enzo anajulikana kwa pasi sahihi, akili ya mchezo, uwezo wa kuzuia mashambulizi na kuanzisha mashambulizi mapya. Mwisho. Je, unafikiri Enzo Fernandez atakuwa mmoja wa viungo bora zaidi duniani? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Giuliano Simeone? Giuliano Simeone alizaliwa tarehe 18 Desemba 2002 nchini Argentina. Ni mtoto wa kocha maarufu Diego Simeone, lakini amejijengea jina kwa juhudi zake mwenyewe. Alianza soka katika akademi ya Atletico Madrid, ambako alikuwa hatua kwa hatua hadi kufikia timu ya wakubwa. Giuliano anajulikana kwa kasi ya ajabu, kupiga chenga, kupambana kwa nguvu na uwezo wa kusaidia timu kushambulia na kujilinda. Kiwango chake kizuri kilimfanya aitwe kwenye timu ya taifa ya Argentina, ambapo anaendelea kujifunza kutoka kwa nyota wakubwa kama Lionel Messi na Julian Alvarez. Licha ya kuwa bado kijana, wengi wanaamini ana uwezo wa kuwa mmoja wa wachezaji bora wa Argentina katika miaka ijayo kutokana na nidhamu na kujituma kwake. Mwisho.
Je, unafikiri Giuliano Simeone atakuwa nyota mkubwa wa Argentina? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Lionel Messi, mmoja wa wachezaji bora zaidi kuwahi kutokea duniani? Messi alizaliwa tarehe 24 Juni 1987 mjini Rosario, Argentina. Akiwa mtoto aligundulika kuwa na tatizo la ukuaji, lakini hakukata tamaa. Akiwa na umri wa miaka 13 alijiunga na La Masia, akademi ya Barcelona ambako kipaji chake kilikuwa na kuangaza dunia. Kwa zaidi ya miaka 17 aliongoza Barcelona kushinda mataji mengi, akivunja rekodi nyingi za mabao na pasi za mabao. Mwaka 2021 alijiunga na Paris Saint-Germain na baadaye akahamia Inter Miami nchini Marekani. Katika kombe la dunia 2022, Messi alitimiza ndoto yake kubwa kwa kuiongoza Argentina kutwaa ubingwa wa dunia na kutunukiwa tuzo ya mchezaji bora wa mashindano, Golden Ball. Leo Lionel Messi ameshinda Ballon d'Or mara 8, mataji mengi ya klabu na timu ya taifa, na anaendelea kuwa msukumo kwa mamilioni ya mashabiki duniani. Mwisho. Je, unafikiri Lionel Messi ndiye mchezaji bora zaidi kuwahi kutokea duniani? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Julian Alvarez, mmoja wa washambuliaji bora wa Argentina? Julian Alvarez alizaliwa tarehe 31 Januari 2000 mjini Carlton, Córdoba, Argentina. Tangu akiwa mtoto alionyesha kipaji kikubwa cha kufunga mabao. Alianza kung'ara akiwa na River Plate ambapo alishinda mataji kadhaa na kuwa mmoja wa washambuliaji hatari zaidi nchini Argentina. Baadaye alihamia Manchester City, akashinda ligi kuu England, UEFA Champions League na mataji mengine mengi chini ya Pep Guardiola. Mwaka 2022, Alvarez alikuwa sehemu muhimu ya timu ya Argentina iliyotwaa kombe la dunia, akifunga mabao muhimu katika hatua za mtoano. Leo anaichezea Atletico Madrid, akiwa anajulikana kwa kasi, juhudi kubwa, presha kwa mabeki na uwezo wa kufunga mabao kwa miguu yote miwili. Mwisho. Je, unafikiri Julian Alvarez atakuwa mmoja wa washambuliaji bora duniani kwa miaka ijayo? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka.